Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka nikushukuru. Umetoka all the way kutoka Nairobi. Saa 2 ulikuwa tayari ushakanyaga Kwale. Hii ni mkutano ya pili. Na hapa umekuja Mwandimu kuwaletea watu wa Mwandimu faida, si maneno tu, faida. Jamani, kunataka uongozi mwingine si huu? Uongozi ni huu ama si huu? Kazi iendelee ama isiendelee? Mheshimiwa Naibu wa Rais, hapa Mwandimu, ni kweli Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakushukuru kwa sababu wewe ndio Naibu wa Rais wa kwanza, yani presidency ya Kenya hii kufika ndani mpaka Mwandimu. Hapa Mwandimu, Your Excellency, tumejenga VTC. Kuna VTC hapa lakini ilikuwa haina stima, kumaanisha kuna threads nyingi zilikuwa haziwezi kusomwa hapa. Lakini ikipatikana hii stima, nafikiri mambo ya welding na mambo mengi yataweza kufanyika kwa urahisi bila wasiwasi. Mheshimiwa Naibu wa Rais, Mheshimiwa Rais amezunguka, miradi ni mingi, mmezungumza, hii siku ni yako. Hawa wananchi sisi tunatembea kila siku, sitaki kuendelea zaidi ya hapo. Kamera kumbe kwa huko. Wale haye! Achani haye! Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi nataka nikushukuru kwa sababu mambo mengi nikiingia kwa ofisi yako, nikiingia kwa ofisi ya Mheshimiwa Rais tunasikizwa. Na Mheshimiwa Rais juzi alikuja akatupatia titles, lakini hapa tu tayari kuna skimu nyingine hapo mbele ambao haijapata, lakini na imani hivi karibuni nao pia wataweza kupata titles zao. Hiyo ndio kitu ambayo tumedilia kwa muda mrefu sisi kama watu wa Kwale, na hiyo ndio kazi ambayo Mheshimiwa Naibu wa Rais mnafanya. Mimi yangu tu ni kuwashukuru wote, kuwashukuru watu wa Kwale wote. Wapi tuta na Daktari William Samoei Ruto? Wapi tuta na Gavana Mama Fatuma Achani? Wapi tuta na Faisal Abdalla Badan? Na ukiona mtu ainui mkono mwenye nimtayo. Wakati bado haujafika, na next year hakuna mambo mengi, hakuna story mingi, ni mtu na kazi yake, kiongozi na kazi yake. Ukifanya kazi unaendelea, kama hakuna kazi unapotea. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Ni nini inasaidia nini kuamua nani kiongozi? Si ni kazi ya kiongozi? Ni kazi ama ni siasa? Ni kazi ama ni fitina? Si ni kazi jameni? Kwa hivyo hao wenzetu mutulie. Na mimi nikiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, nataka niwahakikishie wananchi wa Kenya, kuna watu hata wanaongea kwa sababu wamepatwa na tumbo joto, ati sijui kuna kura itaibiwa. Hakuna kura itaibiwa katika nchi ya Kenya, kwa sababu sisi wenyewe, Rais Ruto na sisi zote wakiwemo hao viongozi wenu wako ofisini, kwa sababu tumekuwa na tume huru ya uchaguzi na tumekuwa na demokrasia ambayo inazingatia matakwa na uamuzi wa viongozi wa wananchi. It is the people of Kenya who decide who their leaders are. The Independent Electoral and Boundaries Commission is an independent commission to ensure that the will of the people prevails. President Ruto and those of us in leadership could not have been in office if we did not have a democratic country, if we did not believe in the rule of law. Kwa sababu siku ile tulikuwa tunapigania hii serikali iliyokuweko haikuwa inatutaka, lakini kwa sababu nchi yetu ni nchi ya sheria na ile IEBC inafuatilia uamuzi wa wananchi, ndio haki ikatendeka. Kwa hivyo hata mwaka ujao uchaguzi wa nchi ya Kenya utakuwa wa huru, wa haki, wa ukweli, na hakuna mtu yeyote ako na mamlaka kuingilia uchaguzi wa Kenya. This country has come very far. Nobody has the ability, whoever they are, to interfere with the election outcome of the Republic of Kenya. Yale ambayo tumeyafanya yote tunayafanya kwa sababu tuko na support ya Mheshimiwa Rais na naibu wake. Si ni namna hiyo? Kwa hiyo tutam ya rais na naibu wake iko wapi? Tutam ya rais na naibu wake iko wapi? Sitam ni mbili. Alafu leo
naibu wa rais Profesa Kindiki si amekuja kutuwekea deposit ya ile term yake ya kwanza ya 2032, si ameweka deposit leo? Wapi deposit ya mheshimiwa Kindiki? Hawa sasa wamekubali. Wakati 2021 kulikuwa na vita vya Russia na Ukraine, alikuja akatuambia tusimpigie kelele. Bei ya mafuta ambayo ilipanda kwa zaidi ya shilingi 100 ilisababishwa na vita. Why is it that wakati Ruto anang'ang'ana kuteremsha bei ya mafuta kwa sababu ya vita vya Iran na Israeli, anaanza kumwekea maneno? Yeye anasema kwamba bei ya maisha imepanda, lakini tunataka kumweleza Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, uliacha mbolea ikiwa 7,500, William Ruto ameiteremsha mpaka 2,500. Kupitia kwa hiyo mbolea, bei ya unga imetoka kutoka shilingi 250 mpaka leo ni shilingi 130, 140. Wakati kulikuwa hakuna manyumba, bei ya manyumba nyingi, mtu ambaye amekuja kujenga manyumba na bei ya nyumba itashuka ni William Ruto. Hata hapa Msambweni anajenga, Kwale nzima anajenga. William Ruto ametuletea vijana wetu maboti. Wakati poti ya Mombasa ambaye inaajiri vijana wengi wa Kidigo na Waduruma na vijana hapa pwani ilipelekwa Naivasha, William Ruto na wewe Profesa Kithure Kindiki ndio mmeleta hiyo port hapa, vijana saizi wanapata ajira. Sisi tunamwambia Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, please kuwa muungwana. Ungwana ni vitendo, kuwa muungwana. If you have any proper advice for William Ruto, you have his number, you know State House door, nenda mpatie ushauri, but please, it is not good manners to lecture the President of the Republic of Kenya in the manner you are lecturing him.